Hivyo basi niwaombeni, aliye na karatasi yake na kalamu yake au daftari aliweke sawa sawa, lakini pia mtu wazime masikio, lakini pia tuwaombe wenye simu zenye sauti, tafadhali tupunguze ile milio ili isije ikatuchanganya. Mahujaji hizi mbili, hija na umra, zote kwa Muislamu mwenye uwezo ni fardhi. Allah anasema wa atimmul hajja wal umrata lillah, natimizeni ibada ya hija na pia ibada ya umra kwa ajili ya Allah. Sasa kwa kuwa zote hizi zimetolewa amri, na amri ya Allah kwa kawaida ni wajibu kutekeleza, kwa hivyo hija na pia umra zote hizi ni wajibu, zote hizi ni fardhi kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, kwa sababu zote hizi ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hija ni kitu gani? Hija ni huyu Muislamu kutoka alipo akasafiri akaikusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ili akatekeleze matendo maalum katika nyakati maalum kwenye sehemu maalum na kwa namna maalum. Mtu ukisikia ameenda hija, maana yake ametoka alipo, ameenda Makka al-Mukarrama ili kule akatekeleze mambo maalum, na mambo yenyewe yanatekelezwa katika maeneo maalum, pia yanatekelezwa kwa nyakati maalum na kwa staili maalum. Sasa ukishayafanya haya kwa kutekeleza amri ya Allah, ukitaraji kupata radhi zake, na tuzo ya radhi ni pepo, wewe umefanya hija. Kwa hivyo kuhiji ni kusafiri kuelekea Makka al-Mukarrama ili kule ukatende mambo maalum kwenye maeneo maalum na kwa wakati maalum na kwa staili maalum. Ukifanya hayo kwa ajili ya Allah, wewe umehiji. Hata kwenye semina kama hizi tunachofanya ni kubainisha ni matendo gani hayo, yanafanywa wapi na kwa wakati gani, na yanafanywa kivipi. Ukilijua hilo, wewe umehiji. Usipojifunza, inawezekana usiyajue hayo yenyewe, sababu kuna baadhi ya watu wanaenda hija, kwa kweli wanadhani kila analoona linafanywa anafikiria ndio hija. Watu kule wanaweza kufanya mambo mengine hayamo katika hija, ima ya ziada zaidi ya hija na akaacha yale yenyewe, au akalifanya jambo mahala sipo. Tatoa mifano. Tawafu au kutufu kunafanywa kwenye Al-Kaaba, ukifanya mahala pengine hata mara 100, ile si mizunguko 7, lakini ukizunguka maeneo mengine hata mara 100 haikubaliki. Mawe au kama mnavyoita kupiga shetani, watu wanafanya jamarati kule, ukifanya sehemu nyingine haikubaliki. Al-Kaaba inazungukwa, mzungukaji anakuwa kuliani, ile wakati anazunguka iko kushoto. Sasa wewe ukaona itakuwaje Al-Kaaba ya Mungu ikae kushoto? Utovu wa adabu, bora iwe kuliani. Haikubaliki. Ndio maana tukasema haya majambo yanafanywa maeneo maalum na kwa nyakati maalum, tena kwa staili maalum. Hija yenyewe
utekelezaji wenyewe unafanyika ndani ya mwezi wa mfungo tatu, na matukio yana muda wake. Ukisimama Arafa kabla mwezi 9 mfungo tatu, hija haitasihi. Sasa kwa hiyo lazima tujifunze. Kwa maana hiyo, hija ni ziara, ni aina fulani ya ziara, ni aina fulani ya utalii, lakini sio huu utalii. Huu una vivutio vyake na una washajiishaji wake, lakini huu ni utalii wa Allah, ndio aliolazimisha watu waende, na akaweka pia vivutio ili mtu kama ni hivi siwezi kukosa. Kuna vivutio vingi, lakini kwa nukta hii nataka ujue haji wetu, mfanya umra wetu, kwamba kuhiji ni kuikusudia nyumba ya Allah ili ukayatende hayo matendo maalum kwenye masiku maalum, kwenye maeneo maalum, na kwa staili maalum. Tuko pamoja? Nafikiri chai haijapanda kichwani. Tuko pamoja? Tayib, ikiwa hiyo ndio hija, hija ina mambo yake makuu tunayoyaita nguzo. Maana yake ukenda hija ukijikuta hukuyafanya hayo, ujue hukuwahi kuhiji, hata kama ulikaa mwaka. Yako mambo yake ya lazima, hayakubali fidia, hayakubali kafara, hayakubali suluhu, yanaitwa nguzo za hija. Mambo hayo matano. La kwanza, kuhirimia. Jambo la kwanza linaitwa kuhirimia, kwenye mabano kunuia. Jambo la kwanza linaitwa kuhirimia, kwenye mabano kunuia. Ukitenda matendo yote yanayotakiwa, lakini ikawa huna nia, unafata mkumbo tu, hujahiji bado. Kwa hivyo jambo la kwanza lazima uwe umetia nia kwamba kuanzia sasa natekeleza hija. Jambo la pili ambalo ni nguzo, kuizunguka Al-Kaaba. Jambo la pili ni kuizunguka Al-Kaaba mara 7. Kwenye lugha ya hija tunaita kutufu au tawafu. Jambo la pili ambalo ni nguzo ni kuizunguka Al-Kaaba mara 7. Kwenye lugha ya hija Kiswahili wanaita kutufu, na Kiarabu inaitwa tawafu. Jambo la tatu katika hayo ambayo ni nguzo, ukiacha tawafu, kuna jambo jingine la kusimama Arafa. Hiyo tunaipa namba 3, ni kusimama Arafa. Na maana ya kusimama sio hivi kuwa wima, ni siku ya mwezi 9 mchana ule, haji lazima awe kwenye viwanja vya Arafa. Ni sawa amesimama wima au amelala kifunifuni au chali, kulingana na afya yake. Kinachotakiwa mradi wa kusimama Arafa, maana yake ni kuwepo pale Arafat siku ya mwezi 9 mfungo 3. Sasa anayekwenda hija afanye atakayofanya, kama hakuwahi kusimama hapa Arafa, hakuwepo, huyo bado hajahiji. Sasa kunahitajika kujifunza
na kufata maelekezo, kwa sababu siku za hija mamilioni ya watu yanafurika katika viwanja vile, na maeneo ya Arafa yana mipaka yake. Si kila unakoona watu wamejazana ni Arafa. Unaweza wewe ukakaa mahala sipo, kama hufati taratibu, ukajikuta umeshinda mchana kutwa eneo na watu wapo wengi, pengine ukipanda milimani, si Jabali Rahma, si wapi, unaona watu wamejazana milimani, na wewe ukaona pale ndio penyewe, mpaka linakuchea jiwa, unaondoka. Maana yake hujasimama Arafa na hija yako itakuwa ni batili. Kwa hivyo ni muhimu kujua yale mambo na kujua kila jambo linafanywa wapi na kwa wakati gani, kwa sababu kuna mipaka. Wenyeji wetu, viongozi wetu ndio wanajua, ukibaki hapa uko nje ya Arafa, na ukiwa nje hata kwa futi moja ndio uko nje. Wasema kweli nilikuwa niko nje, lakini nimemshika mkono mtu kwa ukaribu, tulikuwa tunaongea hapa, bado haikubaliki. Ndio haikubaliki, huko Arafa. Juzi lena kwenu kule nikafanya makusudi, Sheikh Kijepa akasimama Mutukula ile akasimama hapa Uganda, mimi nikasimama hapa, tukawa tumeshikana mikono, karibu sio karibu, lakini yeye yuko Uganda, mimi niko Tanzania. Sasa kama wewe uko hapa na umeshikana mkono na mtu yuko nje ya Arafa na ukashinda kutwa pale, hujasimama Arafa, na kwa maana hiyo hija ni batili. Kwa ni lazima kufuata taratibu. Kama hapa ni hapa, wewe kusema hata mbona wenzetu wako milimani kule, wako juu. Hao wenzako kivipi bwana? Wenzako ni hawa ambao wanakuongoza katika jambo. Wewe umekuja kufanya jambo ambalo linahitajika lifanye. Kuna matendo maalum yanafanywa kwenye wakati maalum na maeneo maalum. Ikiwa tendo maalum ni kusimama Arafa, basi iwe ndani ya viwanja vinavyoitwa Arafa, na kama muda wake ni kadhaa, basi iwe ndani ya muda huo na sio mwingine. Kwa hivyo miongoni mwa nguzo, ukiacha nia ambayo ni kuhirimia, ukiacha kuzunguka Al-Kaaba ambayo ni tawaf, ukiacha kusimama Arafa, nguzo nyingine ni kutembea kati ya mlima wa Safa na Marwa. Ni jogging ya kawaida, natembea hivi kwa kuwa ameagiza Allah. Hiyo ni ibada, sababu katika Uislamu kitu kinakuwa ibada ikiwa kimeagizwa tu. Wewe hata kama unaona kumbe ndio hichi, hata kula kama umeelekezwa ukala kwa maelekezo, hiyo ni ibada. Unapoambiwa kula daku, kula iftari, ni muhogo ule ule, lakini maadamu unakula kwamba hii ni iftari, basi unapata thawabu za kwa unakula iftari. Si ndio huu tunakula kila siku? Ndio, lakini hapo una jina lingine, unaitwa iftari. Iftari sio aina ya nafaka, ni ile hadhi ya mlo. Kwenda dukani mwezi wa Ramadhani niuzie iftari, atakuuliza kitu gani mnataka, ambaye nataka kunde, nataka maharage, nataka kitu kadha kadha. Kwa hivyo kwa kweli Uislamu ni kule kujifunga na maelekezo ya Allah, hata kama kitu unakichukulia ni mbona kama cha kawaida, lakini wewe unatekeleza maagizo ya Allah, wewe unatekeleza maagizo ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo matembezi yako kutoka mlima wa Safa, unatembea tu bila matatizo, unafika mpaka Marwa, kutoka Marwa unatembea mpaka tena Safa, mpaka unamaliza 7 hizo. Sasa 7 hizo kama hukufundishwa, wako wanapiga 14. Na mtu mmoja hija itomaliza, si mtu wa taasisi gani sasa kusema, msimkasema wale kumbe hawaelekezani. Sheikh, wewe mara ngapi? Nikamwambia mimi hii mara 7 ninamaliza. Mimi ya 12. Ananisifilia